Kulikuwa na mji mdogo uliofichwa katikati ya misitu mikubwa. Watu waliuita kijiji cha giza. Usiku ulikuwa mzito sana hapo, kana kwamba jua lilikuwa linaogopa kurudi tena. Kulikuwa na siri ya kutisha sana katika mji huo. Wazee wa kijiji walijua ukweli, lakini waliogopa kuusema wazi. Miaka mingi iliyopita, jini la kike lenye nguvu sana lilitokea ghafla. Watu walisema lilikuwa linaishi ndani ya pango lililokuwa karibu na ziwa. Tangu siku hiyo, mambo ya ajabu yakaanza kutokea. Kila mtu aliyethubutu kwenda kanisani au msikitini kuomba msaada wa Mungu alipatikana amekufa siku hiyo hiyo. Hakukuwa na jeraha lolote mwilini, lakini uso wao ulionyesha hofu kubwa. Kwa hiyo, watu wa mji huo waliishi kwa hofu. Hakuna aliyethubutu kuomba hadharani. Hakuna aliyethubutu kutaja jina la Mungu kwa sauti kubwa. Usiku watu walifunga milango yao mapema sana. Miaka ilipita. Siku moja kijana jasiri aliwasili kijijini. Jina lake lilikuwa Martin. Alikuwa msafiri aliyekuwa anapenda kugundua siri za dunia. Aliposikia hadithi ya mji huo, watu walimuonya. Usichunguze sana, mzee mmoja alimwambia kwa sauti ya kutetemeka. Jini lile linaona kila kitu. Lakini Martin hakukubali kuishi kwa hofu. Usiku mmoja aliamua kwenda kwenye pango karibu na ziwa. Mwezi ulikuwa umefunikwa na mawingu na upepo ulivuma pole pole. Alipofika karibu na pango, ghafla hewa ilibadilika. Baridi kali ilipita mgongoni mwake. Kisha sauti ya ajabu ikasikika. Kwa nini umefika hapa, Martin? Kutoka gizani, kivuli kikaanza kuonekana. Kiligeuka polepole kuwa sura ya mwanamke mrefu mwenye macho mekundu yanayong'aa gizani. Lilikuwa jini la kike. Jini hilo lilicheka kwa sauti iliyosikika kama upepo wa kaburini. Miaka mingi nimeutawala mji huo. Hakuna anayethubutu kuniangalia machoni. Lakini Martin hakukimbia. Alisimama imara na kusema kwa sauti thabiti, leo ndio mwisho wa hofu yako. Jini lilipiga kelele kali, upepo mkali ukazunguka pango. Mawe yakaanza kutikisika. Lilijaribu kumtisha Martin kwa vivuli na sauti za ajabu.